Hii ni Tenda Radio. Tunakupa ramani ya kupata zabuni kwa mfumo wa Nesti, fursa kiganjani. Mfumo wa Nesti umeleta usawa, ndio connection pekee inayokupa power. Tenda Radio imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Mwaka 2026 unatajwa kuwa mwaka wa mafanikio kwa kila mwenye sikio la kusikia fursa na kuchukua hatua. Wewe pia unapaswa kuwa mmoja wao, kwa sababu tunauanza mwaka huu kwa kukutajia tena fursa za tenda za serikali zilizotengwa kwa ajili yako kupitia mfumo wa Nesti, na stori kamili ya waliozipata na jinsi walivyofanikisha. Karibu, unasikiliza sehemu ya 16 ya Tenda Radio. Unatusikiliza kupitia redio wa shirika wetu, na pia unaweza kutupata mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack na Instagram. Tafuta Tenda Radio TZ. Leo utawasikiliza vijana waliofanikisha sehemu ya ndoto zao kwa kuunda vikundi kisha kushiriki michakato ya tenda za serikali kupitia mfumo wa Nesti. Tumefanya kazi mbalimbali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 64. Lakini kwa sasa na shine kama hivi unavyoniona, napendeza kupitia Umonga. Utawasikiliza kwa kina hapo baadaye. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii. Kwetu mteja ni wa thamani. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za kanda ya Kati na Magharibi Tabora, na ofisi za kanda ya Kusini Mtwara. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa Nest kwa kupiga simu namba 0736494948 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma, wasiliana nasi kupitia 0226363854 au dg@ppra.go.tz. PPRA, tumejipanga kukuhudumia. Hii ni Tenda Radio. Naendelea kukukumbusha kuwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 inazitaka taasisi za serikali kutenga 30% ya bajeti ya ununuzi kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Zaidi ya 70% ya bajeti kuu ya serikali hutumika kwenye ununuzi wa umma. Maana yake ni kwamba katika kila shilingi milioni 1, zaidi ya shilingi 700,000 hutumika kwenye tenda za serikali. Hakikisha nawe unapata sehemu ya bajeti hii. Hatua ni chache tu. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20, sajili kikundi chenu kwenye halmashauri, VETA au taasisi nyingine wezeshi. Pata TIN namba ya kikundi. Halmashauri itatuma taarifa zenu PPRA kwa ajili ya kuwekwa kwenye orodha rasmi. PPRA itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa Nesti. Baada ya hapo, mwenyekiti wa kikundi chenu ataingia kwenye mfumo wa Nesti, yani nest.go.tz, kukamilisha usajili. Na hapo mtaanza kuomba tenda za serikali. Hivyo tu. Msaada wa kujisajili na kuomba zabuni unatolewa bure. Wasiliana na PPRA kupitia namba 0736 49 49 48 au support@nest.go.tz kwa msaada wa haraka. Unasikiliza Tenda Radio. Unaambiwa tenda za serikali kupitia Nest zinapatikana popote ulipo, iwe mjini au kijijini, hata bila ya kutembelea taasisi za serikali. Tenda Radio imefanya ziara katika kijiji cha Kigwe, wilaya ya Bahi, mkoa wa Dodoma, na kukutana na kikundi cha vijana ambacho kimepata zabuni za mamilioni ya shilingi. Tuko na mwenyekiti wa kikundi cha Umonga
anatueleza walivyoanzisha kikundi na kujiunga na mfumo wa NeST. Kwa majina mimi naitwa Jonathan Charles Matonyi, ni fundi grili, furniture pamoja na aluminium. Miaka ya nyuma kidogo 2016. Nilipokuja kwenye swala la tunataka tuunde kikundi lazima kisajiliwe, kuna kutengeneza katiba, siji kuna nini. Kwa hapo ndo tulianza kujichekecha sasa, mpaka kubaki wachache na mwisho wa siku mpaka kubaki 5. Kwa watu walikimbia. Kwa sisi ambao tulibahatika kubaki wachache ndo tulifanikiwa tukabaki 5. Ambao sisi 5 baada ya kikundi kile sasa kufanikiwa, halmashauri kutoka kuna mikopo. Tukaenda tukaomba mikopo. Tukafanikiwa, tukapewa milioni 5 2022. Tukafanikiwa kuilipa ile fedha. Na ambacho nilikiona, vikundi vingi sana vikishakopa hela ndio huwa vinasambaratika. Kwa sababu hata sisi baada ya kurudisha ile milioni 5 ilileta shida sana. Yaani mpaka mkurugenzi tulimweka kwenye hatia. Yale ilionekana kama hili kundi kuna mtu analibeba. Yaani haiwezekani vijana wakope milioni 5 afu tena wairudishe. Na kikundi kina leseni ngapi za biashara? Kwa leseni ya ujenzi, leseni ya vinywaji, duka la vinywaji, leseni ya aluminium, furniture and workshop. Kwa leseni 4, lakini sasa hivi ambazo zipo hai 2. Kwa mwisho wa siku furniture and workshop hapa ambapo tupo Karakana, tusababu tujikite na hapa. Hasa kwenye mfumo wa NeST. Tuzungumzie hapo ufanisi wa mfumo. Mwanzoni ilivyokuwa kwenu kupata kazi na sasa hivi urahisi uko wapi? Kabla ya mfumo, patikanaji wa tenda tulikuwa tapata lakini wajasho sana. Yaani unakuta upo Kigwe, shule ni ya Kigwe, alafu fundi anatoka let's say Ihumwa au Yumbu. Alafu anakuja anafanya kitu ambacho nawe hapa unafanya. Kwa nini sio mimi? Lakini hakuna namna. Yaani huwezi kuichukua ile kazi kwa nguvu, kuna utaratibu. Na ule utaratibu automatically wewe unakukataa. Lakini unapokuja mfumo wa NeST, tenda unaiombea NeST. Sio anaelewa vizuri Kwa hiyo mlipotoa mfumo, si mmeturahisishia sana. Kwa sababu nikishaiona tenda hii hapa bwana, hii mwanangu tunaweza. Tunaingia tunaomba. Juzi tumepiga simu, amepiga bwana anaongea na Umonga, sisi tupo ofisi ya rais hapa. Sema tuna tenda ya viti na meza. Sasa tumeona hapo kwenye mfumo, tumeona Umonga, tumeona tuwapigie simu. Akasema tuko live. Hakuna mtu ambaye atamani mafanikio makubwa. Kwa sisi tunatamani kupitia mfumo wa NeST siku nyingine tuombe tenda kubwa ambayo pengine yani ituvushe kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Unasikiliza Tenda Radio. Vijana wa kikundi cha Umonga wanaeleza kazi walizopata na fedha walizotengeneza hadi kufikia shilingi milioni 64 kupitia mfumo wa NeST. Walikuja wataalamu kutoka Bahi, walikuwa wanatangaza, basi waliendelea kutuelimisha, mwisho wa siku tukawa tumefahamu, na mwisho wa siku serikali halmashauri ya wilaya ya Bahi na hata nje ya Bahi, basi wakaona kabisa kwamba ni vijana ambao wanaweza wakafanya kazi vizuri na watu wengine wakaenda kujifunza. Kwa hiyo mwisho wa siku basi wakawa wametuamini, watupatia kazi mbalimbali tumefanya kupitia mfumo wa NeST. Na labda unaweza ukatupitisha kwenye kazi ambazo mmezipata kupitia mfumo wa NeST? Ndio. Kwa mfano kuna shule ya sekondari Palanga, tutengeneza madawati 150, thamani ya shilingi milioni 12,750,000. Lakini kule Daniel Chongoro tutengeneza milango karibu milioni 38, ilikuwa kama 85 hiyo. Lakini pia Chikopero kuna milango ya vioni. Toka 2024 mpaka hii leo, unaweza kwa makadirio kujua mpaka sasa hivi mmefanya tayari kazi zenye thamani ya shilingi ngapi? Asante. Nafikiri tangu 2024 mpaka sasa tumefanya kazi mbalimbali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 64. Kutoka 2024 mpaka 2025. Kwa mwaka huu bado hatujapata kazi ambayo ni 2026. Na kama mwenyekiti, mpaka sasa hivi kazi ngapi ambazo mmezifanya ambazo unajivunia kabisa kwamba uwepo wa kundi lakini matumizi yenu nyinyi kwenye mfumo wa NeST ambayo yameapa hizo kazi? Kazi ni nyingi tulizozifanya, lakini kwa mfumo wa NeST kazi ambazo tumezifanya 2024 2025 tulipojiunga tu kwenye mfumo wa NeST. Nafikiri kwa wilaya hii ya Bahi sisi ndo tulikuwa tumejiunga kwenye mfumo wa NeST.
Timisi kwamba kazi zote zilikuwa zinaanzia kwetu kwanza. Yani kama itafanyika nje, huyu hajafanya kwenye mfumo wa NeST. Lakini kama mtu anataka kufanya mfumo wa NeST lazima afanye kazi na Umonga. Tulifanya kazi nyingi, sehemu kama 8 hivi ambazo tulifanya kazi, na ni pisi nyingi, pisi zaidi ya 700, lakini pia milango zaidi ya 80 tutengeneza pisi za grill hivyo. Imewajenga kwa kiasi gani ama kwa kiwango gani? Imetujenga kwa kiasi kikubwa naweza kusema, kwa sababu mwaka juzi tulifanya kazi Dodoma Jiji pale, tulifanya kazi Msalatu Girls. Ilikuwa competition kubwa, unafahamu ile shule ya siku nyingi, kwa hiyo hapo mafundi ambao wamewekeza muda mrefu. Lakini tulipewa sisi, na ile kazi tulifanya ndani ya muda mfupi sana. Yani hata wao hawakuamini. Sasa akasema, umetoka vijijini, yani mafundi wa kijijini wamekuja kufanya vizuri kuliko mafundi wetu hapa mjini. Yani mtu anajiuliza, ni yapi mafanikio walioyapata baada ya kupata tenda hizi? Mweka hazina wa kikundi anatueleza. Matunda ambayo tumeyapata kupitia kazi za serikali ambazo tulizipata ni moja wapo ikiwa ni stationary, pia kuna kimgahawa na duka la vinywaji. Na vipi muonekano wako? Naona unasema jambo. Pesa ipo? Kwa kweli mabadiliko yapo. Hata kama sio makubwa sana, lakini yapo kwa upande wangu mimi kama mwanamke. Lakini kwa sasa na shine kama hivi unavyoniona, napendeza kupitia Umonga. Mafanikio ni kama hewa, huwezi kuyaficha, lazima yaonekane. Tulizungumza na mwenyekiti wa kijiji cha Kigwe anayeshuhudia mafanikio ya Umonga Group. Umonga Group kama ulivyosema ndugu mtangazaji kwamba wapo katika kijiji changu na ninawatambua kama ni vijana, wazawa na wakazi wa kijiji cha Kigwe. Baada ya kujiunga kwenye mfumo wa NeST, nafikiri wana mabadiliko makubwa. Mwenyekiti wa hicho kikundi kwa sasa ana nyumba nzuri ambaye anaishi yeye na familia yake. Lakini pia katibu naye ana nyumba nzuri ambayo kwa sasa anaishi pengine na wapangaji anao. Kwa hiyo inaonyesha wamenufaika kiasi kikubwa na hili zoezi la mfumo wa NeST. Tulishuhudia kazi kubwa wanazoendelea kufanya wakiwa na karakana ndogo ya kuandaa samani na kuchomelea vyuma. Sasa Umonga Group wana ujumbe gani kwa vijana wengine wa Tanzania? Tunatamani sisi kuinua vijana wenzetu, yani vijana wenzetu ambao mafundi wapo na hawajui umuhimu wa kujiunga kwenye mfumo wa NeST na hawaoni faida za kujiunga kwenye mfumo wa NeST. Basi kupitia sisi nafikiri tunaweza tukawa inspire wale kwamba bwana mafanikio walianzia huku. Kwa hiyo na wao nao kupitia sisi wakaona kuna haja sasa nao kujiunga kwenye mfumo ili nao waweze kuingia waombe kazi kupitia mfumo. Hao ni Umonga Group, kikundi cha vijana kilichofanikiwa kupata zabuni zenye thamani ya hadi shilingi milioni 64 kupitia mfumo wa NeST. Ni kutoka kijiji cha Kigwe mkoani Dodoma. Huu ni mfano mmoja tu kati ya mamia ya makundi ya vijana yaliyopata zabuni kupitia mfumo wa NeST. Kama imewezekana kijijini, sasa wewe unakwama wapi? Huu ni mwaka wa kutoboa. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20, sajili kikundi chenu kwenye halmashauri, VETA au taasisi nyingine wezeshi. Pata TIN namba ya kikundi, halmashauri itatuma taarifa zenu PPRA kwa ajili ya kuwekwa kwenye orodha rasmi. PPRA itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa NeST. Baada ya hapo, mwenyekiti wa kikundi chenu ataingia kwenye mfumo wa NeST, yani nest.go.tz kukamilisha usajili, na hapo mtaanza kuomba tenda za serikali. Hivyo tu. Tumalize na Joseph Muhozi, afisa uhusiano mwandamizi kutoka PPRA, anayeturahisishia dondoo za fursa za zabuni zilizopo kwenye mfumo wa NeST. Joseph, kuna nini leo kwenye NeST? Sonata, leo kwenye mfumo wa NeST kuna zabuni nyingi zimetangazwa na taasisi za serikali. Kama kawaida nianze na hizi mbili ambazo unaziona kwa haraka. Shirika la utangazaji Tanzania TBC, wao wametangaza tenda ya vifaa vya ujenzi. Maombi yanapaswa kutumwa kupitia mfumo wa NeST kuanzia Januari 16 hadi Januari 23 saa 8 kamili mchana. Lakini kuna chuo cha taifa cha utalii, wao wametangaza tenda ya chakula na vinywaji. Unaweza kuomba kupitia mfumo wa NeST kuanzia Januari 16 hadi Januari 23 saa 8 kamili mchana. Ili kupata orodha ya tenda zote ambazo zimetangazwa kupitia mfumo wa NeST, tembelea nest.go.tz. Jisajili sasa ili uweze kushiriki michakato ya zabuni za umma, ujiinue kiuchumi. Kazi ni kwako. Unasikiliza Tenda Radio.
Aisikiaye sauti ya pesa na kuipuuza anapishana na neema ya maisha bora. Wote wataisikia, ila watakaochukua hatua ndio pekee wataipata. Anasema Salmin Malole, mkurugenzi wa huduma za PPRA. Kwako kijana, umesikia sauti za waliopata pesa kwa kushiriki tenda za serikali kupitia mfumo wa NeST. Hakikisha hauishii kusikiliza sauti ya pesa. Chukua hatua ziwe zako kwa kuunda kikundi, kujisajili kwenye mfumo wa NeST na kuanza kuomba tenda za serikali. Tafakari na chukua hatua. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ. Subscribe na toa maoni yako. Shukrani za pekee kwa mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remija Salvatori, meneja uhusiano na mawasiliano PPRA. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Tenda Radio imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA.